khalifa ambao kama ni wa pili, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, anawapatia nasaha. Maneno yake anasema, hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihesabuni, fanyeni muhasaba wa nafsi zenu kabla mjafikiwa katika kuhesabiwa. Wazinuha, na mzifanyie mizani, ziweke kwenye mizani matendo yenu na amali yenu ambazo kama mnazifanya, ziwekeni kwenye mizani. Ujiangalie, bali insana ala nafsihi basira, bali mwanadamu katika nafsi yake akona maono na anajijua vizuri yeye mwenyewe. Eka katika mizani ya amali zako na matendo yako unayofanya, na muda wako unaupoteza na muda wako unautumia vizuri, jipangie mwenyewe. Wazanu kabla an tuzanu, na vile vile mjapime katika matendo yenu na amali zenu kabla mjafika wakati wa kupimiwa. Hili ni jambo ambalo kwa Umar ibn Khattab analisukuma kwa kila mtu ajiangalie katika nafsi yake. Lakini vile vile katika nasaha za khalifa ambaye kwamba ni watatu, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, anasema Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu katika nasaha zake anasema, lau tawarat qulubukum, lau nyoyo zenu zingekuwa zimetahirika na zikawa ziko safi nzuri ni safi, anasema ma shabi'tum bikalami rabbikum, msingeshiba nyinyi wala msingetosheka kwa maneno ya Mola wenu, biwana ni Qur'ani, ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Anasema lau ingekuwa nyoyo za Waislamu zimesafishika, wasingekuwa na muda wa kwenda kupoteza saa moja na nusu, kwa sababu ameandikiwa 90 minutes, anasahau kwamba hizo 1 hour 30 minutes zenye anapoteza, hajaongeza extra time, anaweza kafikisha mpaka 2 hours. Mwingine amekuja tangu zile ambazo ni highlights zile ambazo zinaanza, amekuja tangu mwanzo kabisa 2 hours and a half amezipoteza akiangalia mechi. Anasema Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, lau ingekuwa nyoyo zenu nyinyi Waislamu zimetakasika na zikatahirika, msingetosheka wala msingeshiba na kitabu ambacho kwamba ni chembe maneno ya Mola wenu Qur'ani. Lakini katika nasaha ambazo kwamba ni za khalifa ambaye ni wanne, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wanne, ana nasaha zake na anazitoa kwa Waislamu. Anasema inna dunia, hii dunia hii ambapo kama labda Muislamu anaweza kaa, kama ni mwanamume akakaa katika holi ambayo kama ni la mpira akapoteza 1 hour 30 minutes anaangalia mpira, kama ni kijana ni mwanamke ambaye kama labda amekaa ndani ya nyumba yake akapoteza 2 hours anaangalia musalsalati, ameweka kipindi chake yeye, ameweka movie yake yeye, ameweka masopopera ambazo kama yeye anaangalia na kujiliwaza nayo, ikifika mahali kuna akta wake ambao kwamba anadhulumiwa yeye analia, kama vile ule kwenye mpira akifika mahali mchezaji wake maarufu amekosa penalty na yeye anamwaga machozi. Hajawahi mwaga machozi kwa ajili ya Qur'ani, lakini mchezaji wake maarufu amekosa bao, yeye huko anamwaga machozi, analia naye. Mara anasema sijui ni ng'ombe yake, sijui ni kawa ama ni goti ama ni kati, najua yeye analia, mzee yake anaumizwa. Sawa, ama ni mwanamke anaangalia katika movie, ni ya Kifilipino, ni ya Kihindi, ni ya Kimalaysia, yeye anaangalia mpaka mwisho analia. Amepoteza 1 hour 30 minutes, 2 hours, 3 hours. Hapo na silsila yake anasema hiki changu, hii series yao. Anasema Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika nasaha zake, anasema inna dunya kad irtahalat mudbira, hakika dunia imeanza safari na safari yake inaitwa mudbira, inatoa mgongo. Tukiona kwamba siku zinaenda mbio na kila mmoja anakiri hilo kwamba masiku yanaenda mbio. Juzi ilikuwa ni mwaka mpya wa Kiislamu, mwezi ulikuwa ni wa Muharram, leo tayari tuko tarehe 10 mwezi wa Safar. Unasonga. Juzi ilikuwa ni Januari, mwaka mpya wa 2026, leo tayari ni mwezi wa 7. Mwaka unaenda mbio. Anasema irtahalat dunya mudbira, dunia ishaanza safari kwamba inapeana mgongo, inaondoka hii. Wartahalat al-akhirah mudbira, na akhira kule iliko imeshaanza safari yake inatufuata. Kwa hiyo kama tunaamini kwamba masiku yanaenda mbio, miaka inakatika haraka na miezi pia inaisha haraka, tujue kule tunakoenda hapo kuna akhira inaanza safari inakuja, na dunia inaanza safari inaondoka, na sisi tutaiacha dunia tuende katika nini? Katika dara ambayo kwamba ni ya akhira, katika nyumba ambayo ni akhira. Tumejitayarisha nini? Anasema fakun abna al-akhirah, basi kuweni katika wanadamu au kuweni katika watu ambao kwamba wana invest katika akhira yao.
Kwa hiyo ukichukua ushauri huu wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu, hauwezi kaa mahali ukapoteza masaa mawili masaa matatu saa nzima na nusu eti unaangalia musalsalati movie, eti unaangalia katika masoko vera, eti unaangalia katika mpira kama umezagaa katika mabeti na usharati na mambo ya pombe na mambo mengi, lakini wewe umejiwekea kwamba uko kwenye damu. Mpaka mwingine utamka hapa akasema mimi bwana mpira ule uko damuni, damu yake iko na mpira. Umo ndani mwa damu, changanya na mpira, changanya na shetani umo ndani. Inna shetani yajiru min bani adam majra dam, shetani anatembea huko kwenye mwili wa wanadamu kama vile ambavyo kama anatembea nini damu yake kwenye mishipa yake. Sasa yeye anaongeza na mpira unatembea huko kwenye damu na shetani anatembea huko ndani. Uko salama au kweli? Timu yake itafungwa labda hata hapo kwake hakutoliwa hiyo siku, sababu wako na usuni. Hizi ni nasaha za makhalifa ambao kama ni wema hao. Lakini kuna khalifa ambao anajulikana kama Umar bin Abdul Aziz, ambaye yeye uongozi wake ulikuwa na uadilifu na alikuwa yuko vizuri katika usimamizi katika resources za Waislamu, na maisha ya Waislamu yakawa yanaenda vizuri wakati wake, mpaka maulama wakasema kwamba huyu ni khalifa wa tano juu ya wale wanne, japokuwa makhalifa maarufu ni hao wanne ambao kwamba tumepata nasaha zao. Tumsikie nasaha zake anasemaje. Anasema inna Allaha lam yaj'al dunya daral qarar, hakika Allah tabaraka wa taala hakuijalia hii dunia kwamba ni sehemu ya kudumu na kukaa milele. Fa innama ja'ala adam au fa innama udkhila adam fiha, hakika Adam aliingizwa katika hiyo dunia, au adkhala Adam liyabtali, hakika yeye Allah tabaraka wa taala alimuingiza Adam. Na sisi binadamu ambao tumekuja katika ulimwengu kama huu, tumekuja ili Allah tabaraka wa taala atufanyie mtihani.